ngubasuma nkaja kangu injala jibwile, nkaja kangu ububine bwisie, nkaja kangu abandu bikufwa, ngubasuma mundule, ngubasuma munyimilile, ngubasuma muje na kaja aka abandu bangafwaga mundule. Wewe vipi? Baba, kwa swala langu nilokwambia hadi leo hajalichukulia maamuzi yote, unamaanisha nini? Niachie mimi, hilo sio jukumu lako wewe. Nadhani unaona mambo yote yanaendelea katika hii himaya. Maradhi yameongezeka na hata kuna mambo mengine yanajitokeza soleka. Yote yanatokana na huyu mgeni, kwa sababu sio mtu wa asili yetu, na wewe umeendelea hili swala kulikumbatia. Unamaanisha nini mzee? We mtoto, unavuka mipaka. Litakalo kuja kukupata usije ukaninungunikia wala kunilalamikia. Hapana baba, toka uombe mzimu yako, imesaidia nini? Na ndio maana nakwambia huyu mgeni hawezi kuondoka katika hichi kijiji. Usitake kufanya kwamba mimi babako nikaumia ngukubula ungaandise kanju kungongesya alinga nianisie kuno kuliputo upiliki. Mbona unaonekana haupo sawa? Kuna shida gani? Na upenda kwa baba, nini kimetokea? Unajua mzee, mimi nashindwa kumuelewa kabisa, kwa sababu ile swala ameendelea kulikumbatia hadi leo hii, na istosha anachonichanganya mimi hajanipa majibu yoyote yenye kueleweka. Pole sana kaka, mimi najua unachokipambania. Sema ulipotoka tu hapa, uliponiacha hapa ukaenda kwa mzee, yule mgeni amepita sasa hivi, ameelekea hivi na yule dada Levina. Unajua mdogo wangu, nitakuja kufanya kitu hapa kijijini mpaka watu wote wanione mimi nuks, na hataniona sifai kabisa kwa hili nitakaloenda kulifanya. Na shida yule mzee anaamini sana mizimu. Sema kinachotakiwa ni kumvumilia tu, kwa sababu unaweza kufanya kitu ambacho baadaye kinaweza kukuletea shida wewe mwenyewe. Hapana, yule mzee kashazeeka na anataka kuleta akili zake za uzee. Haina budi kufanya kitu ambacho kitakuwa sawa katika kijiji. Kwa hiyo jambo nitakaloenda kulifanya, hata wewe nakusii usije ukaliingilia. Hapana kaka, usiwe na hasira. Nachoomba twende nyumbani kwanza ili tuangalie utaratibu mwingine. Levina, umetoka wapi na kaka mgeni? Koko mdogo wangu, nimetoka naye mtoni, nimeenda naye kupiga stori tu. Unaondokaje naye bila nikuniambia wewe? Mdogo wangu, mbona unapenda kupaniki vitu vidogo vidogo ambavyo vinavyoelezeka? Vitu vidogo vidogo? Ndio tatizo lako, unajisahau sana. Wewe una mchumba wako wewe. Oh, kwa mimi na mchumba wangu. Nipishe kwanza naongea naye kidogo. Maki, ulienda wapi na dadangu? Na mlienda kufanya nini? Tulikuwa tu kule mtoni tunapiga story. Yaani wewe ni mtu wa ajabu sana. Ni unafahamu fika kwamba dadangu alikuwepo anakataa nisikulete nyumbani. Anaweka kipingamizi.
Inakuwaje yani leo yani mnafuatana fatana? Nisamehe, sitorudia tena. Sawa. Ukitaka kuelewana na mimi, kuanzia leo nisikuone naye. Sawa. Umeshakuwa? Nafahamu fika, mimi nakujua vizuri. Najua kama umeshakula au bado hujala, kwa sababu ninakujua. Okay, kama sina utojali, omba tuondoke. Umeumia? Mguu wangu umeshtuka. Hapo hapo. Hapo 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 boy. Hapo hapo. Hapo endelea. Nilifika kimya nikabisha kwenye lango. Habari yako Revina? Safi Bahati. Hata hivyo nilikuwa nawatafuta sana, maana ile juzi nilienda kwa mdogo wako Koku kuongea naye, nikamkuta yupo na mwanaume fulani hivi mweupe mzuri mzuri. Naona leo nikiwa na wewe hapa tukiongea, labda tunaweza tukaelewana. Nilikuwa nakwambia hivi, mwambie mdogo wako asipende kuingilia mahusiano ya watu. Mimi na Giba mahusiano yetu yalianza tangia utoto. Hata wazazi wetu waliafiki hayo. Walisema kuwa tukiwa wakubwa tutaoana. Sio kila analoliona basi anaona kila kitu ni chakuliwa. Sawa Bahati, nimekuelewa. Nitamfikishia huo ujumbe. Kama yupo na mwanaume wake basi mimi aniachie Giba wangu. Sawa, usijali, nitafikishia huo ujumbe. Sawa, hamna shida. Habari zako zote ninazo kichwani. Ulikuja juzi nyumbani ukajideti twende tukokote kuni, kumbe kuja kumwambia dada eti kwamba eti mimi natoka mimi na bwana wako. Kwa bwana gani mimi nikamchukue kwa bwana wako? Aso gani yani? Tutawa kutoka naye mimi. Ndio. Sawa, nashukuru. Si umetaka mimi niende nyumbani bila maji? Ujue mimi nimetokea katika familia gani Na utajua we mwenyewe. Kwenda mwana, kwenda, usichanganye mimi.
wa kunifanyia mimi hivi? Nimekutana naye leo huku, mimi kanimwagia maji, ananiita mimi mchawi, eti kisa mimi nakung'ang'ania wewe. Mapenzi yangu mimi na wewe nitangia utotoni, lakini ananinyali mimi. Hii imeniuma sana. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Kwanza natanguliza samahani, lakini nilishakwambia sana, mapenzi yangu mimi na kuku usiingilie. Lakini wewe ni mbishi, humu akilini mwako sijui kuna wadudu. Ila kwa hatua alifikia kuku saizi, kafanya kitu kibaya sana kiukweli, hata mimi sijapenda. Kwa hiyo sina budi kumwombea msamaha, na hata mimi vile vile nisamehe. Kwa hiyo wewe unaamua nini? Naomba unielewe kitu kimoja. Nimekwambia kama kuhusu hili swala mimi nitalimaliza, ondoa shaka kabisa. Basi tuongozane wote huko unakoenda. Mimi nilikuwa naelekea mtoni. Kama utahitaji kuambatana na mimi, tunaweza tukaenda. Twende. Sawa. Mdogo wangu, mbona umekaa hapo alafu unaonekana kama mtu mwenye kisilani? Shida nini? Hivi Dalevina, si nilisha kuzia mazoea na Makia? Ta inakuwaje yeye ndio mnaongozana wote mnaenda huko hivi msituni na mnarudi mmeongozana wote na mmebeba kuni? Koko mdogo wangu, ngoja tu leo nikwambie ukweli. Kwa sababu mimi na wewe mama mmoja, baba mmoja. Na pia nimekuachia ziwa. Huyo Maki unayemsemea, mimi nishafanya naye tayari mapenzi. Unasemaje?